Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni siku njema ambayo Mungu ameifanya. Nasi tunamshukuru Mungu katika kipindi chetu hiki kipya kabisa cha The Mountain of Truth. Kwa nini kipindi hichi kinaitwa The Mountain of Truth? Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32, Biblia inasema, tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Katika kipindi hichi utaifahamu kweli ya Mungu, ambayo kweli hiyo ni neno la Mungu. Kwa hiyo tutajifunza mengi kuhusiana na neno la Mungu, na neno la Mungu hili litakupa maarifa, litakupa hekima, utayajua mengi kuhusu Mungu, na ukimfahamu Mungu, hiyo ndio kweli yenyewe, na hiyo kweli itakuweka huru. Kwa hiyo wewe msikilizaji, karibu sana kusikiza kipindi hichi. Usipange kukosa kabisa katika kipindi hichi. Upo na mimi mtangazaji wako Rehema Yusuf Kalua kutoka Efata ICT Mwenda Kasi. Na siku ya leo katika The Mountain of Truth tuna mada yetu nzuri kabisa, mada ambayo inasema pendo la Mungu, na tuko na mgeni ambaye ataweza kutudadavulia vizuri pendo la Mungu ni nini, kwa nini pendo la Mungu, na je, wewe unapendwa na Mungu ama imekuwaje? Nami nisicheleweshe muda kabisa, nimkaribishe mgeni wetu ili aweze kutuambia anaitwa nani na atuelezee mada yetu. Karibu. Unaitwa nani, mtumishi wa Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina langu naitwa Askofu Amani Mokra. Amina. Karibu sana katika studio siku ya leo. Amina. Leo tuna mada ya pendo la Mungu. Tulitamani kusikia kutoka kwako askofu wetu. Hivi mtu anaposikia pendo la Mungu ni nini? Ama mtu anaposikia kwamba Mungu anampenda, yaani anaelewa nini kuhusu Mungu kumpenda? Maana mwingine anaona kama dunia nzima haimthamini, haimpendi, anaona kama hakuna ambaye anamthamini wala anampenda. Ni kweli. Siku zote pendo sio la mwanadamu. Ndiyo. Pendo asili yake ni Mungu. Kwa sababu hata kutoka kwenye kitabu cha Yohana 3:16. Yohana 3 mstari wa 16 inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo pendo, muasisi wa pendo ni Mungu. Ndio wa kwanza aliyeanza kumtoa mwanae, tena sio mwanae wa kawaida, mwanae wa pekee, ili sisi tuokolewe katika yeye. Kwa hiyo Mungu kwa kutupenda sisi alimtoa mwanae. Kwa hiyo alianza yeye. Na ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 22:37 na kuendelea mpaka 40, nasema tunampenda, tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa nafsi zetu zote, na kwa kila ambacho tulichona, kwa akili zetu zote. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumpende Mungu sasa kwa vyote tulivyo navyo. Yaani hakuna ambacho unatakiwa umzuilie kumpenda nacho Mungu. Mpende kwa vyote ulivyo navyo, kwa akili, kwa moyo na kwa roho yako. Vyote vinatoka vimpende Mungu. Kwa hiyo pendo alianzisha ni Mungu. Muasisi wa pendo ni Mungu. Yeye ndo alianzisha pendo. Ndiyo. Baada ya yeye kulianzisha, sisi tunatakiwa sasa tumpende yeye baada ya yeye kutupenda. Baada ya yeye kutupenda, sisi tunatakiwa tumpende yeye kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote na kwa roho zetu zote, tumpende yeye. Hata kitabu cha Yohana wa kwanza 4 mstari wa 7 mpaka 8 panaelezewa pale vizuri kwamba anayempenda Mungu huyu anamjua nani? Mungu. Na yule asiyempenda Mungu huyu hajamjua Mungu kabisa. Kwa hiyo anayeweza kumpenda Mungu ni yule anayemjua Mungu. Kwa hiyo ukimwona mtu ana pendo la Mungu ndani yake, jua huyo anamjua Mungu. Kwa sababu huwezi kumpenda Mungu huwezi kuwa na pendo bila kumjua Mungu, kwa sababu Mungu ndio pendo mwenyewe. Sasa mtumishi, umesema kwamba ambaye anapendwa na Mungu maanake huyo ana Mungu na anamjua Mungu. Mimi hivi najuaje kama wewe mtumishi hapo unapendwa na Mungu? Najuaje huyu mtu anapendwa na Mungu ndani yake? Ndio. Pendo la Mungu utamuona mtu katika matendo. Kuna matendo ya upendo ndani yake. Ni namna gani mtu anayempenda? Maana ili ujue kwamba unampenda Mungu, lazima upende uumbaji wa Mungu. Utamwona ni namna gani mtu anapenda wengine kuliko kujipenda yeye. Kwa sababu hata kuna kitabu cha Mungu kimesema kwamba kwenye Yohana imesema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo mtu mwenye pendo huwa anampenda jirani kuliko hata yeye mwenyewe. Huwa anampenda mwingine kuliko yeye mwenyewe. Hatamani mwingine akose. Anatamani kile anachokipata mwingine naye akipate. Au hata ikiwezekana apate kikubwa kuliko yeye. Utajua huyu mtu analo pendo. Kwa hiyo kupitia matendo tunajua kwamba huyu mtu ana pendo la Mungu ndani yake.
Sasa mimi najuaje kama Mungu ananipenda? Kujua kwamba Mungu anakupenda? Ah, yani Mungu anakupenda kwa sababu kwanza alitoa kile cha thamani kwa ajili yako. Nafikiri tangu umezaliwa hakuna mtu ameshawahi kutoa uhai wake kwa ajili yako. Ni kweli kabisa. Ila yeye aliutoa uhai kwa ajili ya nani? Yangu mimi. Nafikiri hamna upendo mkubwa zaidi ya huo. Huwa tunatoaga vijifti vidogo kwa watu tunaowapenda, fedha, chakula na mavazi, ambavyo ni vitu vidogo. Lakini yeye alitoa mwanae tena wa pekee, huyo mmoja wa pekee, akamtoa kwa ajili yako wewe mtangazaji. Kwa hiyo nafikiri hakuna upendo unaweza ukalinganishwa na hilo. Sasa unajua mtumishi, kuna watu wanapitia changamoto hizi. Unajua kuna mtu mwingine kwa sababu labda familia yake haimpendi ama changamoto zimetokea, anakosa upendo kutoka kwa watu wa karibu. Yaani wale watu wa karibu hawampi. Unajua kuna mtu ana expect upendo fulani kutoka kwa mtu. Vipi pale anapoukosa na anahisi kwamba wengine wanafikia tu mpaka wanataka kujiua. Hivi mtu kama huyo tunamshauri? Maana umesema Mungu ananipenda mpaka akatoa uhai wa mwanae ili mimi niwe huru. Sasa mtu ambaye anataka mpaka kujiua kwa kuona kama vile watu wake wa karibu hawampendi, anasahau kama Mungu anampenda. Mtu kama huyo tunamsaidiaje mtumishi? Huyu mtu akiwa ni asikate tamaa kwa sababu hapendwi na ndugu, hapendwi na familia. Kwanza pendo la Mungu katika kitabu cha Petro wa kwanza 4 pale mstari wa 8 inasema kwamba pendo linasitiri wingi wa nini? Wa dhambi. Haleluya. Kwa hiyo pendo ukalivaa wewe mwenyewe ukawapenda wengine, nao watakupenda. Kwa sababu unavyopeleka kwa hao wasiokupenda wewe wapende. Kwa sababu unavyowapenda umempeleka Mungu kwao. Haleluya. Kwa hiyo maana useme mama, ndugu zangu au familia yangu hainipendi, ukadhoofika. Kama hawakupendi hawamna Mungu. Na kama hawakupendi hawamjui Mungu. Kwa hiyo wewe unayemjua Mungu wapende wao. Ili nao wamjue nani? Mungu, alafu nao watarudisha pendo kwako. Wow. Kwa hiyo kujiua sio solution. Sio solution. Solution ni wewe kumjua Mungu ili wapende wao. Upeleke pendo kwao. Ninamjua Mungu, ninatakiwa nionyeshe pendo ili wao wamuone Mungu kupitia mimi. Kupitia wewe, kwa sababu kujiua ni dhambi. Ndio. Na pendo linasitiri wingi wa nini? Wa dhambi. Kwa hiyo unavyokuwa na pendo la Mungu wewe bien mwenyewe, hutaweza kuitenda dhambi. Hutaweza kujiua, maana kuua ni kuvunja amri ya Mungu, ni dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na pendo la Mungu, basi linasitiri dhambi. Haleluya. Amina. Sasa na kwa mtu, kuna mwingine bado hajaokoka. Sasa yeye hili pendo la Mungu tuseme hajalipokea. Au pendo la Mungu anapokea mtu wa namna gani? Maana umesema kwamba unamjua mtu mwenye pendo la Mungu kupitia matendo. Sasa ni mtu wa namna gani ambaye anastahili, labda huyu ndo yuko special, yeye ndo anastahili. Yaani ni mtu wa namna gani ambaye anastahili kulipokea hili pendo? Kuna mtu special labda anatakiwa yeye ndo alipokee, mwenye tabia hizi ama mwenye vigezo gani vinamfanya mtu aweze kulipokea hili pendo la Mungu? Yaani mwenye vigezo vya kupokea pendo la Mungu ni yeyote yule ambaye alifiwa na Yesu Kristo. Na Kristo alikufa kwa ajili ya wote. Kwa hiyo kila mmoja ana haki ya kupokea pendo la Mungu. Na kama ana upungufu wa pendo la Mungu, inatakiwa wewe mwenye pendo la Mungu lipeleke kwake. Amina. Haleluya. Maana wewe una pendo la Mungu, kwa hiyo inatakiwa umwambukize nawe pendo la Mungu, kwa sababu umepata neema ya kutangulia kulijua na kulipata hilo pendo la Mungu. Kwa hiyo sawa, nimekuelewa mtumishi wa Mungu. Aisee, kipindi ni kizuri sana. Tunamshukuru Mungu. Sasa sijui wewe ndugu msikilizaji una pendo la Mungu ama hauna. Kama ulivyomsikia askofu amesema kwamba kama unaona upendwi mahali, wewe unatakiwa ulianzishe ile pendo. Maana pendo la Mungu likiwa ndani yako utaliambukiza kwa wengine. Sijakosea askofu? Ni sawa sawa. Maana nikiwa na pendo mimi ninaweza kumsababisha mtu mwingine naye akawa na lile pendo la Mungu, au mtu mwingine akalishuhudia lile pendo kutokana na matendo yangu. Maana pendo linavuta watu kwa Mungu. Linavuta watu. Yes. Ni kama sumaku. Ni sumaku. Linavuta watu wengine. Kwa sababu mkusanyiko, hata tukisema waumini au wanaefuata tuseme, tunapokusanyika namna hiyo sio kwamba ni mbiu au filimbi iliyopigwa. Ndio. Kama wanavyofanya wengine kengele au namna gani. Kinachotuvuta watakatifu ni lile pendo, ndio linatuvuta kama sumaku. Wow. Ifuata pendo linatuvuta. Linatuweka pamoja. Na vile hata tunavyoendaga kibaa ni pendo. Ni pendo ndio linatukusanya kutoka mtu Malawi, Zambia, Kigoma, wapi kwa ajili ya lile pendo la Mungu. Wow,
It's wonderful kwa kweli. Hallelujah. Pendo la Mungu ni zuri sana kwa Ni kubwa kwetu. Ni kubwa mno. Kwa mtu ambaye hajaokoka, wewe ambaye hujaokoka, hata wewe unastahili kuwa na pendo la Mungu. Hata wewe pendo la Mungu unatakiwa uwe nalo. Na Mungu alikupenda, ndio maana alimwachia mwanae Yesu Kristo akufie pale msalabani ili uweze kulipokea hili pendo. Basi nakushukuru sana askofu. Mungu akubariki sana. Amina. Karibu sana hapa studio. Asante sana. Tuna mambo mengi sana katika hichi kipindi chetu na huwa tunatamani sana watumishi mje mtuambie na mtushirikishe mambo mazuri kama haya ili mtu apate kuelewa. Ndugu msikilizaji, usiache kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii hapa Ephata Mwandakasi ICT. Utaendelea kuwa na mimi mtangazaji wako Rema Yusuf Karua. Katika kipindi hichi cha The Mountain of Truth utajua mengi sana kuhusu Mungu. Utajua mambo mengi sana, utajifunza vitu vingi sana kuhusu maisha, mahusiano, mambo mengi, namna kumtumikia Mungu, nafasi yako na nini ufanye. Neno la Mungu utalielewa. Kumbuka, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ukilijua neno la Mungu, umemjua Mungu na atakaa ndani yako. Usiache kabisa kutufuatilia. Asante.